Kwanza kama mtakumbuka, mlisikia kwamba eneo la kwanza kuvamiwa ni Ubungo. Ubungo ni sehemu ya tarafa ya Magomeni. Kwa hiyo eneo la Magomeni limeathirika sana. Kama tunavyoona kuna hizi sheli zilichomwa moto, lakini pia magari ambayo yalienda kupata huduma kwenye sheli, either parking ama kupata huduma ya service, nayo yalipata athari ya kuchomwa moto. Magari ni mengi katika sheli mbalimbali. Tuna sheli ya Lupiz, lakini pia tuna sheli za Leki, nazo pia zimechomwa moto katika eneo hili. Lakini vile vile tuna sheli ya Puma. Ukiacha hizo sheli, tuna ofisi za serikali za mitaa. Tumeona ofisi mbalimbali za serikali za mitaa nazo zimechomwa moto. Vituo vyetu vya polisi almost zaidi ya vituo 15 katika tarafa ya Magomeni navyo vimechomwa moto. Lakini pia ofisi za serikali za mitaa zimechomwa moto, ambapo kwa sasa wananchi wamekuwa wakipata ugumu katika kupata huduma. Kwa mfano kama hapa tulipo mtaa Stopover, watu wanatoka kwenye mtaa ambayo imechomwa moto kuja kupata huduma kwenye ofisi ambazo si za mitaa yao. Lakini pia wananchi wamekuwa wakisumbuka. Ukiacha hiyo, kuna hiyo miendo kasi. Nadhani wote tumeshuhudia na wote tumeona athari zake kwamba zimechomwa moto. Usafiri na huduma zimesimama. Matokeo yake ni ugumu katika kupata usafiri wa kwenda mjini, ila pia tunaishukuru serikali yetu kwa kuamua kwamba wenye magari wajitolee waweze kusafirisha abiria kwenda mjini na sehemu mbalimbali nje ya mji kama ilivyokuwa awali inafanyika. Kubwa ni wasi wananchi. Tunapopata shida, tunapopata tatizo, ni bora tutumie kwanza njia ya majadiliano kuliko njia ya uchomaji vitu, kwa sababu aathiriki mmoja, wanaoathirika ni wengi. Tumeona kama sasa hivi kilichotokea, wengi wameathirika na bado athari zinaendelea kuwepo. Asante sana. Kwa kweli tumepata hasara kubwa sana kwa wafanyabiashara wetu wa mtaa wa Stopover. Kama mnavyoona, ukiacha sheli namna hii kama walivyovunja, lakini bado kuna maduka mengi mtaani yamevunjwa. Wamevunja duka moja la kuuza pikipiki mpya, zaidi ya pikipiki 30 wamebeba. Wamevunja duka la dawa, wameiba dawa. Wamevunja bakery, wamechukua kila kitu. Wamevunja bucha, wamebeba mpaka mafriji. Lakini wameendelea, wamevunja tena frame za ndugu yangu Kilia, wamezivunja. Wameenda Suka, wamevunja maduka yote ya wafanyabiashara. Kwa kweli wametia hasara kubwa sana kwa wafanyabiashara wa mtaa wa Stopover. Tunawasihi wananchi, kama wana jambo lolote, sisi viongozi tupo, waje watuambie, mwenyekiti, tunahitaji 1 2 3, tuweze kubeba kero zao tuzipeleke sehemu husika, kuliko kuchukua sheria mkononi na kuatia hasara wananchi kama walivyofanya sasa hivi. Uchaguzi hautafanyika, sio hatutashiriki. Uchaguzi hautafanyika. Hautafanyika. I'm telling you. Tuko determined kuhakikisha uchaguzi haufanyiki. Na ndio maana tumefanya approach tofauti kabisa. Approach ya sasa tumeanza kwanza na engagement. Tukutana na watu maarufu, prominent figures, viongozi waliowahi kuwa viongozi kwenye nchi yetu, viongozi wa dini wastaafu. Tunakutana na mashirika ya kimataifa, tunakutana na barozi mbalimbali, tunakutana na NGOs. Hata kesho kutwa tutakuwa na kikao na baadhi ya NGOs. Tutakutana na viongozi wa dini wa madhehebu yote kuwaeleza maana nimegundua nikiongea mnapuuza. Sasa leo nimekuja na nini? Na beseni. Nataka kunawa. Mimi sitadaiwa yeyote hapa. Na hata kwenye jamii sitadaiwa. Kwa sababu ya hii gharama ya kurusha ili wote wafanyeje? Waijue kweli. Hili limeniliza sana. Hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana.
Haki haipatikani kwa kuchoma mwendo kasi, kuharibu miundombinu na vituo vya polisi. Bora kukaa mezani kwenye hizi tofauti, maridhiano ni salama kwa manufaa ya nchi. Vijana mnataka nini? Amani. Wamama mnataka nini? Amani. Wababa mnataka nini? Amani. Wazee mnataka nini? Amani. Wanochochea wamejificha uko ughaibuni, na walioko Tanzania wana visa mkononi. Wanahamasisha tufe wa post mitandaoni, kuonyesha waliowatuma kuna vurugu nchini. Hawana huruma na mtoto wa maskini asiyepata chakula bila kutoka nyumbani. Vurugu zinapozidi inabidi akae ndani.